Jamani, huyu mwenzetu alikuwa anataka kununua makaburi. Huyu mwenye rangi nyekundu huyu. Ile eneo ambalo limezungushiwa njano lote ni eneo la makaburi. Ndani yake unaona kabisa limechorochorwa misalaba. Ile eneo ni eneo la makaburi. Lakini ile eneo limepimwa na limesajiliwa. Ni vile viwanja ambavyo vilikuwaga vya mradi. Kwa limepimwa na limesajiliwa, ni mali ya serikali kwa sasa hivi. Sawa jamani, huyu mwenzetu kitu ambacho kilimshawishi aende atake kununua hilo eneo, alipofika pale ardhini alikuta beacon kama mnavyoona hivi. Akaamini kwamba eneo hilo limepimwa na matumizi ya eneo hilo ni makazi. Lakini kumbe zile beacon ambazo alikuwa ameziona yeye ndo beacon za upimaji za eneo hili lote ambalo matumizi yake ni nini? Ni makaburi. Kwa hiyo kitu ambacho yeye kilimfanya kwamba ampeleke land surveyor pale site ni alikuwa tu anataka ajue sasa plot namba yake ni namba ngapi, kwa sababu kama upimaji tayari umeshafanyika. Sawa jamani. Sasa land surveyor baada ya kuchukua vipimo vyake na kununua hii michoro ya mipango miji pamoja na encroachment, ndipo alipogundua kwanza ili eneo limeshapimwa. Lakini pia akagundua kwamba baada ya kuingiza kwenye mchoro wa mipango miji akagundua kwamba matumizi ya ile eneo ni makaburi na wala sio makazi kama ambavyo jamaa alikuwa ametegemea. Kiwanja ambacho alikuwa anataka anunue huyu jamaa ni kama square mita 500. Na value ya hilo eneo aliambiwa ni milioni 60, yani bei ya kununulia. Kosa land surveyor kuchukua hivyo vipimo, manake ilikuwa atoe milioni 60 hapo. Jamani, nataka tu niwaambie kwamba sio kila eneo ambalo linapimwa basi matumizi yake ni makazi au ni biashara. Kuna maeneo mengine ambayo serikali wanapima, utakutana ndo na hayo matumizi. Open space, makaburi na matumizi ambayo mengine ambayo hayafai kwa ajili ya makazi. Sawa jamani